Bismillahirrahmanirrahim. Sote tunahitaji msamaha wa Allah na tunajiamini kuwa ni Waislamu. Basi katika moja ya wajibu wetu na ubinadamu wetu ni kujali kizazi chetu. Tumeingia nusu ya mwezi huu mtukufu. Allah anapokuruzuku wewe na mimi watoto au wa kiume watupu au wa kike au akatuchanganyia, tujue sio amri zetu, ni mapenzi yake Mola, kwani ana hikma na anajua kila alichokiumba na utashi wake. Wapo wanaonung'unikia kwa nini hapati watoto wa kiume, wapo wanaosikitika kwa nini hawapati wa kike, lakini tuelewe, wapo wenye kusubiri amri ya Allah hawajapatapo kupata kizazi. Na wajiulize wale waliojaliwa hawajapendezwa na chaguo la Allah, lakini wapo wanaolalamika kwa kuzaa kwenyewe baada ya mtihani wa hao na wao na vituko walivyovianzisha. Lakini wapo waliovumilia na kushukuru kwa kujaliwa kupata watoto mmoja au wote ni walemavu. Hebu tutathmini kati ya makundi haya na majaliwa haya, yupi ambaye humzingatia Allah na uwezo wake na kuirejesha nafsi yake kwenye kuiona qadar ya aliyemuumba yeye na wao. Mwanadamu ni mchaguzi na hii ni sifa moja ya matamanio yake. Hupenda awe huru katika utashi wake kwa sababu huu ni mtihani asiyouelewa maana yake. Mambo haya ya kutaka, kutamani na kuchagua, usipokuwa makini unaweza kupotea njia. Lakini kuna wanaochagua hata rangi za vizazi vyao, laiti ningelizaa mwenye rangi nyeupe au nyeusi au nywele za kuyumburuka au zilizo ngumu. Bado qadar inabaki kwake Mola. Zaidi ya hapo, wapo wanaosangaa na kuingia shaka kwa watoto wao wenyewe, ni wangu au nimesingiziwa, maana kaja na rangi sio yangu. Sheitani akajaza wasiwasi kwa baba mzazi na kunyonga roho. Hayo yalileta shaka na baadhi ya watu wakahojiana, utaniambia ukweli au patachimbika. Wanadamu sisi tuna mashaka kweli katika utashi wa mambo na ni wachache wenye kupokea majaliwa yao. Haina maana hatutakiwi kuhoji, kwani kupata hakika ni kuzuri zaidi kuliko kulala na wasiwasi. Kwa nini tunazungumza hivi? Ni kwa sababu safari ya uaminifu, ukinaifu na ukweli imetia giza la macho yetu, uziwi wa masikio yetu, kutotafiti na kusoma elimu zaidi ya dini yetu. Haina maana kwamba kila moja katika yanayotokezea katika vizazi vyetu tusiyasome, lakini shaka zikiwa nyingi ni tetemeko la moyo na akili. Madaktari na wataalamu kwa upande wao, kwa kiasi gani wametakiwa kuwa wakweli kubaini jambo la uhalisia kwenye mambo haya kisasa ya upimaji DNA? Hiyo nayo ni elimu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuchagulia nasabu zetu. Nani mzushi kati ya mke na mume watajua wenyewe, lakini Allah anamjua daktari mume na mke nani aliyepatia kwenye kauli yake. Tuchukue tahadhari katika matukio yetu, tusiyafanyie mzaha. Tutawarithisha humu wasiostahiki mirathi, tutawaozesha mabinti humu kwa uwalii usiotuhusu, lakini tutawadhulumu aila zetu nasabu halali tukawatenga nasi. Hili ni 10 la maghfira. Basi walioteleza wakamate njia iliyo sawa, na wenye macho na masikio sio haya yanayoonekana bali yenye kuishi nyoyoni. Allah tubariki ukweli. Tunapitia mapitio mengi ya kheri, lakini kwa nini kheri husauliwa na hilo la kuudhi na shari likavutwa faili lake haraka? Maana watu hupenda kushinda. Basi hata lile ubora wake ni la kutafuta la kuhtalifiana kama sabuni mujarrab zaidi kuliko lenye kuunganishana. Sote ni wafu na sifa ya mfu ni kuachishwa hata jina lake akaitwa maiti. Leteni jeneza, leteni maiti. Simleteni Muhammad au Ali au Zuberi, hata jina husahauliwa.